kwa sababu kama sasa hivi wanaambiwa waeke CCTV, waangalie vile strike kutokea vile wanafunzi wanaweza kuwa safe na mpeani pesa. Ushaiona daktari anaambiwa aende akatengeze hospitali ama askari aende akatengeze police station. Mnaambia walimu waende watengeneze na muwapei pesa. Wataka walimu wafanye nini? Kitu kingine, bei ya mafuta iko juu sana. Na mafuta ikipanda, gharama na kila kitu kinapanda. Na nyinyi mnaweka budget kwa maofisi zenyu, mnasikia mnatumia billions. Na Wakenya yearly huku ile pesa mtu anapata mwisho wa mwezi 60% inaenda kwa tax. 40% ndio unabakishia mwananchi. Na hiyo 40% education is very expensive. Kila kitu ni very expensive. Mnataka watu wagharamikie aje health, education ukiwa umepewa hiyo 40%. Kwa hivyo tunaomba serikali iweze kuangalia mwananchi wa kawaida, watu wetu waache kuumia wa Kenya kwa sababu watu wanalia wakiwa wamenyamaza. Ningeuliza serikali iunganishe basari zote za president, za governor, za MCA, za MP, zote ziunganishwe moja, zipelekwe ziwe zinatuma shuleni kama ni mwanafunzi anahitaji school fees au anaipata shuleni. Na pia serikali iangalie hii mambo ya mgomo. Imekuwa shida sana kwa sababu kila wakati lecturers wako strike, madaktari wako strike, walimu wako strike. Serikali ingeangalia iwapatie haki yao. Hii mambo ya mgomo ishe. Budget tunatarajia isomo ambayo imefinyilia kila mmoja wa mwananchi. Tunaomba serikali kama itaweza kuzingatia tu wapunguze maisha angalau iteremke kidogo ndio tuweze kuwa wale wako mashinani, wale ambao hawezi wajisaidia pale. Uchumi imekuwa kawaida tu, mdogo na mkubwa ile akona pesa wote wako maisha moja. Kwa majina ni Robert Ngetich, mkazi wa Litein, na leo kuhusu mambo ya budget ningeomba serikali ione mambo na mafuta, watupunguzie ili gharama ya